Hii ni mikiki ya kombe la dunia mwaka wa 2026 ndani ya Mwangi Mwaniki Exclusive. Nami Mwangi Mwaniki. Karibu kwenye mikiki ya kombe la dunia mwaka wa 2026 ndani ya Mwangi Mwaniki Exclusive. Jina langu ni Mwangi Mwaniki na kama kawaida Ijumaa tunakujanga hapa na mwandishi wetu wa habari ambaye anafahamika kama The Uri Wangeshi, ambapo tunaangazia mechi za kombe la dunia ambazo zinaendelea katika mwaka huu wa 2026 pale katika nchi za Mexico na gani zingine. Kuna Canada, kuna USA. Yes. Siku ya leo tumekuja hapa tuangazie mambo mawili matatu. Leo tunataka tuwashike by surprise. Tukiongelelea mambo haya. Lakini kwanza tunaanza na timu za Afrika. Timu za Afrika ni kama walikuwa sana na ile tunaita energy wakianza, lakini wanakosa ile finishing power. Unafikiria shida ilikujia wapi? Shida migogoro haswa kwa hizo timu sijui inatokea wapi. Tukianzia na timu ya Senegal. Senegal utaona kwamba walicheza na Belgium, wakaweza kutolewa katika hii mashindano ya kombe la dunia. Kulingana na taarifa ambayo mchezaji mmoja wa hiyo timu ya Senegal aliandika katika mtandao wake wa Instagram, alisema kwamba kama kocha ama wakufunzi wa hiyo klabu wataendelea kusalia pale, hata shiriki tena. Inaonyesha kwamba hizi timu za Afrika shida inatokea katika ile coaching staff. Hapo ndo tatizo la hizi timu zetu za Afrika zinatokea. Ukiona mchezaji anaandika kwenye mtandao wake hivyo, inamaanisha shida ni wakufunzi. Yes. Na unaona kama pia shida inaweza kuwa kwamba si kwa kufunzi peke yake, ni kwa nchi imekataa pengine ama viongozi wamekataa kuwajibika katika kuhakikisha hawa wachezaji wanashughulikiwa kifedha na wanashughulikiwa pia katika maandalizi yao ya mechi. Inaweza kuwa hiyo pia ni shida. Sio ni shida pale. Shida ninayoona kwamba shida yangu moja, swala ambalo ningeona kwamba ni wakufunzi tu, kwa sababu nchi ikijiandaa kuenda kucheza michezo ya World Cup inakuwa imeprovidiwa na kila kitu. So hakuna jinsi ambavyo unaweza sema kwamba ni kulingana na hawajahifadhiwa vizuri, hawana vifaa vya kujiandaa. Kwa hivyo ni matatizo tu ya wakufunzi. Na katika ule muda ambao unapeanwa pale, muda wa kwenda kupata kopo la maji, unaona kama makocha wanashindwa kutumia, makocha hasa wa Afrika ni kama wanashindwa kutumia ile nafasi kujaribu kuangalia yale makosa yalikuwa yamefanyika kwa mechi ikiendelea, ili irekebishwe, ama waangalie ile inaitwa kuangalia mbele. Unaangazia mbele, unafikiria wale pia wameenda, kwa hivyo watarudi wakitaka kulipiza kisasi. Unaona kama kwamba hawa makocha wameshindwa kutumia hiyo nafasi kabisa. Wameshindwa kutumia huo wakati. Huo ndio wakati kocha anafaa atumie moja kwa moja kuzungumza na wachezaji wake, waite kando, azungumze nao, change mfumo kama ni mfumo ambao anaona anatumia si mfumo mzuri, kisha afanye ile substitution ambayo itaweza kumsaidia, kama ni kufunga mabao, kama ni kuzuia mabao. Ukiangalia timu ya Senegal walikuwa wameongoza kwa mabao mawili wakicheza na Ubelgiji. Timu ya Belgium after wameenda kupiga ile funda la maji, wakakuja kocha wao akaweza kutumia huo muda akafanya substitution ambazo ziliweza kumsaidia kufunga yale mabao. Kwa timu ya Senegal, kocha angetumia huo wakati sasa aweze kubadilisha mfumo na aweze kuleta mabeki ambao wataweza kuzuia yale mabao. Utaona kwamba timu ya Belgium kuwapiga comeback ya bao 3 kama timu ya Senegal, naweza sema ni kwa sababu ya upumbavu wao tu. Walifaa kushinda hiyo mechi, waingie katika raundi ya 16 bora. Sasa hivi ukiangalia kama huu ndo mtindo wa timu za Afrika, kweli kuna matumaini ya kwamba siku moja tutakuja kushinda kombe la dunia? Mwaka huu nina matumaini tutaweza kupata taji la kwanza ambalo litaweza kufika hapa Afrika. Timu ya Morocco, kama tunavyozungumza kila siku kila wakati, timu ya Morocco siku moja wataleta hilo taji hapa, haswa mwaka huu. Yes.
Okay, tuangazie mchezaji Cristiano Ronaldo. Katika mahojiano yetu ambayo tuliyafanya juzi, si juzi, juma lililopita. Ulisema ni kwamba huoni kama atafika katika kombe la dunia finali. Bado una msimamo ule? Msimamo ni ule ule, sibadilishi kwa sababu pia mechi ya jana ameweza kuqualify round of 16, lakini ni kwa bahati tu. Utaona kwamba timu ya Croatia walifunga mabao mengi, lakini VAR ikakataa kwa sababu wachezaji waliotea hayo mabao. Ni mabao kadhaa ambayo sijui ama ni matatu ama ni mangapi ya kuotea. Inaonyesha kwamba pia Cristiano Ronaldo bao lake la kusawazisha ni mkwaju wa penalti, na kwa kawaida mkwaju wa penalti si ni bahati tu. Unaona kwamba Cristiano Ronaldo jana aliponea puchu puchu. Yes. Na kama huo mchuano ungeenda extra time ama ingeisha draw, unaona ni kama nani angeshinda katika mikwaju ya penalti? Mikwaju ya penalti, timu ya Croatia ni wazuri katika mikwaju ya penalti. Yes, nawaaminia sana. Kwa hivyo unaona kama Cristiano angekubali kuenda pale katika mikwaju angekuwa nyumbani. Haya, sasa tuangazie tena timu hizi ambazo kufikia sasa hivi, zile timu ambazo zimefikia ile kiwango ya kuenda katika 16 bora. Unaona kama ni timu gani ambayo itaweza kuendelea katika kiwango hicho kingine? Timu ya kwanza naona itaweza kuenda kiwango kingine, timu ya Ufaransa, timu ya Uingereza, timu ya Brazil, lakini ukimzungumzia Belgium sioni kama ataweza kufika ile robo finali ama nusu finali, simuoni akifika. Sababu ni gani? Wana struggle sana katika kuyafunga yale mabao. Wana wachezaji wazuri kama Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Tielemans, lakini na pia Trossard, but unaona kwamba wana struggle sana kutafuta yale mabao. Yes. Kuna maoni niliona pale kwa mtandao, lakini yanahusiana sana na nchi ya Amerika. Inasemekana wameanza kutumia ule wakati wa kupata kopo la maji, ni kama watalitumia sana katika kufanya adverts. Unaona kama wanaitumia hivyo badala ya kuitumia kama muda wa wachezaji kupumzika kidogo na kupata kopo la maji, pia kufikiria vile watapata magoli ama vile watachukua mchezo. Pia huo wakati kutumia kwa adverts ni faida kwa nchi ambayo ina host kombe la dunia. Pia kwa sababu mkipata nafasi ya kuhost hiyo World Cup, pia katika hali ya kiuchumi, kombe la dunia linafaa kuwa faidi kama nchi ambazo zimeweza kuhost. Yes. Lakini kusema kombe la dunia litakuwa nchi fulani, already hiyo ni a full advert by itself. Kwa hivyo kwa nini mshinde mkituambia Amerika kuna hili na lile, ama kufanya hizo adverts? Already tushajua ziko. Lazima tufanye hivyo kwa sababu ya kiuchumi. Hata kama kutangaza mara moja World Cup inachezewa USA ama Canada ama Mexico, lazima ukiadvertise. Lakini kuna watu watahisi hiyo ni kutoa sana ile ladha ya mchezo na kuleta ladha ingine ambayo imechanganyika, si ladha ile purely ni ya mchezo wa soka. Kwa mtazamo wangu sioni kama kuna kosa lolote kufanya hilo. Yes. Ni sawa sawa. Alafu sasa tukiangalia timu ya Morocco. Timu ya Morocco, kutoka tuanzie hii mikiki, nimesikia ukisema kwamba wao ndo unaona timu ambayo inaweza shika lile taji na ikaliinua lile la kombe la dunia. Unaona kweli wakifika katika finali? Yes, wacha niseme sasa ukweli kabisa. Wataweza kufika na watachukua, lakini kizuizi kitakuwa iwapo watapatana na timu ya Ufaransa. Hapo tu ndo threat itakuwa. Wakipatana tu na timu ya Ufaransa, hapo ndo ndoto yao ya kulichukua itakatizwa. Unasema timu ya Ufaransa ndo itaua ile maono ya timu ya Morocco ama Afrika mzima, itazima nyota yetu ya kuenda kung'ara. Yes, timu ya Ufaransa peke yake. Wakipatana na timu kama vile Spain, Belgium, itakuwa ni kazi rahisi kwao. Utakumbuka hiyo kombe lingine lililopita waliweza kutoa nchi kama Uhispania, na utakumbuka kwamba Uhispania wamewahi kuchukua lile taji. Kwa hivyo timu ya Morocco, timu ya Ufaransa peke yake ndio itaweza kumuondoa iwapo watapatana. Yes.
Mchezo wa Hakimi kufikia saa hii, kwa sababu tunamuona kama nyota wa Afrika kufikia sasa hivi. Unaona kama naendelea vipi ama uko namna gani? Anaweza kubeba timu vizuri ama ni ile tu kuangukia ama bahati tu? Hakimi ni mchezaji mkubwa duniani, huwezi sema ameangukia. Ukimwona akicheza katika jukwaa la kombe la dunia, hapo ndipo anaonyesha ujasiri wake, anaonyesha ubabe wake. Yes, unaona kwamba anatupa matokeo bora na ataweza kuikombolea nchi yake na kuisaidia kuchukua hili kombe. Na kwa uzoefu wake, sijui kama umeona kwa timu yake, kuna vile unaona kama kuna vipaji anajaribu kuleta vipya katika hii international platform. Kuna vipaji umeangalia ukaona kuna hii kipaji ambacho anajaribu kulea. Umepata? Kuna vipaji vingi sana, lakini sivikumbuki vizuri, lakini vipo. Yes. Naam, shukrani sana kwa kukubaliana kuwa nasi siku ya leo, na tunashukuru wakati wako kwa kubali kukuja hapa ndani ya Mwangi Mwaniki Exclusive. Tunapofanya hii mikiki ya kombe la dunia. Bado tunaendelea, tupatane katika juma lijalo, tuendelee kuongea mengi zaidi na kufanya mijadala ya kombe la dunia mwaka wa 2026. Utawaambia jina lako na kama kawaida mitandao pahali watakupata. Jina ni lile moja, Theuri Wangeci ama mwanahistoria. Ukitaka kujua mengi kuhusu historia ya spoti, historia zingine, nipate pale @Theuri Wangeci. Kila mahali Theuri Wangeci. Kabisa. Yes. Jina langu ni Mwangi Mwaniki, ndani ya Mwangi Mwaniki Exclusive. Tupatane juma lijalo. Kwaheri. Hii ni mikiki ya kombe la dunia mwaka wa 2026 ndani ya Mwangi Mwaniki Exclusive. Nami Mwangi Mwaniki.